Ndiyo, wacha tufanye pesa hizi ziwakilishe dola milioni moja. Yaani kama hiyo ni milioni moja, hivi ndivyo dola milioni 10 zinavyoweza kuonekana. Na kama hiyo ni milioni 10, hivi ndivyo dola milioni 100 zinavyoweza kuonekana. Na kama ni hivyo, basi hivi ndivyo dola bilioni 1 zinaweza kuonekana. Sasa sikia, unamjua Jeff Bezos? Jeff Bezos, mwanzilishi wa Amazon, ana utajiri wa mara 221.7 ya kiasi hiki, yaani ni bilionea wa bilioni 221 2026. Na kisha kuna wewe, huenda kwa sasa unafanya kazi, lakini kazi ambayo unaifanya uliipata kutokana na shahada uliosomea chuo kikuu, wazungu wanaita degree. Huenda huna akiba nyingi sana, yaani umekauka, na gharama zako za maisha zinaonekana kuwa kubwa sana kuliko wewe. Unahisi kama haulipwi vya kutosha hivi. Una deni la kadi ya mkopo ambalo linahitaji kulipwa pia. Labda wewe ni mwanafunzi unayesoma shahada ambayo unatumaini itakuletea kazi ambayo unaitumaini itakuletea pesa vizuri, yaani unaishi kwa matumaini. Huenda huna akiba yoyote hapo ulipo, isipokuwa una deni la masomo linalokusumbua kichwani. Utajiri, kuwa tajiri, yote hayo yanaonekana kwako kama ndoto ya mbali sana. Sasa unajiuliza, walifanikiwaje hawa? Unajiuliza unapoona mamilionea na mabilionea, hasa wale waliotajirika wakiwa bado vijana, inakushangaza sana isee. Jamaa mmoja alishawahi kusema hivi, leo wewe ni kijana miaka 24, una mabasi 7 na unayazungusha mtaani, unatuonaje sisi? Basi subiri tufe, ukweli tutaijua mbinguni. Mbinguni wapi? Kufanya nini na utajiri wa mwenzako? Najua inakushangaza sana, inakukasirisha, unaanza kujisemesha mwenyewe, walibahatika tu hawa, walizaliwa kwenye utajiri, ama walidanganya ili kufikia juu. Bro, pesa haiwafanyi wawe na furaha. Brother, tuliza papara. Ama pesa ni mbaya. Hata hivyo, mimi si mwerevu vya kutosha tu. Ningekuwa tu mwerevu wangenijua hawa. Mimi nina bahati mbaya tu. Mbona maneno mengi bro? Ndoto zile ulizokuwa nazo za kununua jumba kubwa, gari lako la michezo unalolipenda, kulipa mkopo wa nyumba, kusafiri dunia nzima, zitabaki kuwa hivyo hivyo milele, ndoto tu, na wala hutoshtuka katika usingizi. Hakuna zaidi wala pungufu. Unakuja kugundua ukweli mgumu nyuma. Huu ni mchezo uliopangwa brother. Umekuwa mchezo uliopangwa tangu mwanzo, na wewe uko upande wa kushindwa. Lakini vipi kama ningekuambia umekosea? Vipi kama kuna njia ya kufika huko? Vipi kama kuna formula halisi ya utajiri, sayansi nyuma ya jinsi pesa zinavyofanya kazi? Vipi kama hukulazimika kuacha ndoto zako za kulipa mkopo wa wazazi wako au kusafiri duniani? Je, utaniona muongo nikisema hivyo? Na kuahidi sivyo. Na mwisho wa video hii utaelewa kuna upande wa sarafu ambao hujaonyeshwa. Wewe zungusha hiyo coin tu, utaelewa. Lakini nakuonya, njia ni ngumu, imejaa changamoto, imejaa kupanda na kushuka. Itamaanisha kukubali ukweli mgumu ambao mfumo wa elimu haujakufundisha. Naomba unielewe na nieleweke. Kuna wengi wenu ambao hawatafika mwisho wa njia hii, lakini kwa kweli watakaofika mwisho wa njia hii, kuna utajiri zaidi ya ulivyowahi kufikiria kupata. Mwisho wa njia hiyo, kuna uhuru wa kutohitaji tena kuwa na wasiwasi kuhusu pesa. Hivyo uko pamoja nami? Bado uko pamoja nami? Nauliza. Basi tusipoteze muda zaidi. Unajua mimi ni mzee wa straight to the point. Ni kitu gani unachokifanyia kazi? Au je, kinapatikana au kinapewa kwa urithi? Au je, ndicho chanzo cha uovu wote pesa? Au je, unathamini kuwa nacho zaidi au unakiangalia kwa mbali? Je, umekuwa ukifuatilia maisha yako yote ama umekuwa ukikiangalilia kwa mbali? Ukweli ni kwamba mengi ya unayoyafikiria kuhusu pesa yameathiriwa na malezi yako na mazingira yako na masomo yako na elimu yako. Kama ulizaliwa kwenye familia ambayo haikuwa na pesa nyingi, basi una uwezekano mkubwa wa kuamini kwamba hata wewe hutakuwa na pesa nyingi utakapokuwa. Au labda ulienda upande wa pili kabisa, ukajiongeza kabisa na ukaamua kupata pesa nyingi iwezekanavyo ili usiwe kwenye hali hiyo tena. Hivi ni kweli kwamba shule yako haikufundisha mengi kuhusu pesa, ama kuhusu hili pia haisaidii? Na kwa sababu hii, wengi wenu mtakuwa na imani zisizo sahihi kuhusu pesa ambazo hazitawasaidia kwenye safari hii. Sasa baki nami hapa kwa sababu tutabadilisha kabisa namna unavyofikiri, namna ambavyo umeona pesa maisha yako yote. Maana filamu za kisasa imekuwa na tabia ya kuwaonyesha matajiri kama watu wabaya, wenye hila,
wenye kiburi au wafisadi. Swali ni hili: je, umeamini mtazamo huo ama unaangalia tu kwa mbali? Ripoti ya hivi sasa karibuni ya WealthX ilionyesha kwamba kati ya matajiri wakubwa duniani, wale wenye zaidi ya dola milioni 30, asilimia 68 yao walijitengenezea wenyewe utajiri wao, na inaonekana tafiti nyingine nyingi zinaunga mkono hitimisho hili. Warren Buffett, bilionea, alijitengeneza mwenyewe huyo. Howard naye alizaliwa kwenye umasikini na akajitengeneza kuwa bilionea. Oprah Winfrey alizaliwa kwenye umasikini na akajifanya kuwa bilionea. Jeff Bezos alizaliwa kwenye maisha ya kawaida tu, lakini ni bilionea aliyejitengeneza mwenyewe. Elon Musk ni bilionea aliyejitengeneza mwenyewe. Sarah Barkley ni bilionea aliyejitengeneza mwenyewe. Na pia utafiti unaonyesha kuwa asilimia 50 ya watu waliotengenezwa kuwa matajiri wameanguka vibaya sana. Ni nini wanachojua ambacho wewe hukijui? Ukweli ni kwamba formula yako na akili yako ni mbaya bro. Amini usiamini, na usipoamini utabaki hivyo hivyo. Hii ndiyo formula ya pande mbili uliojifunza kuhusu pesa. Ulijifunza pesa equals to mshahara kutoka kazini. Baada ya muda fulani, kupata kazi kunakuwa lengo kuu la elimu yako. Unajifunza ili ukapate kazi, na kazi umeipata. Sasa uko wapi? Sasa sikia, ni nini kibaya hapo? Unajiuliza. Huoni? Subiri nikwambie. Nitachukulia kwamba kama unatazama hii, unataka kupata pesa nyingi, sawa, na kwa muda mfupi iwezekanavyo unazitaka. Kama hilo ndio lengo lako, basi formula hii haitakupeleka huko. Tuna rasilimali moja ya thamani sana ambayo tunataka kuifundisha, rasilimali muhimu kuliko zote, na ikipotea hakuna njia ya kurudisha. Rasilimali hiyo ni muda. Katika kazi ya kawaida, kiasi cha pesa unachopata kinategemea muda unaoweka kwenye kazi hiyo. Kama unapata kwa mfano dola 20 kwa saa na unafanya kazi saa 40 kwa wiki, itachukua karibuni miaka 24 kufikia dola milioni 1. Sasa unaniambia utakuwa milionea kweli? Na hiyo bila kuondoa kodi au gharama zozote utakazopata kwa miaka 24. Sasa wewe unatumikia dola 20 kwa saa, masaa yenyewe 40 INA, si miaka 30 ndo ueneze milioni 1. Sasa kwa kupata bilioni si unakufa kabisa. Na usisahau kwamba mfumo wa bei utapunguza thamani ya dola milioni 1 yako, kwa sababu utatoa vyakula na mambo kadhaa. Ukweli ni kwamba kwa mshahara wa dola 20 kwa saa unaweza kuwa milionea ukiwa umezeeka sana kwa kuishi maisha ya kujibana matumizi ambayo sio maisha mazuri, na sehemu kubwa ya muda wako wa thamani tayari imepotea. Ulibadilisha muda wako wote kwa pesa, na hata haikuwa kiasi kikubwa. Hivyo tena unajiuliza, inawezekanaje sasa kuwa milionea na mabilionea waliojitengeneza wakiwa bado ni vijana? Ni nini kinachowafanya wote wawe tofauti? Ni nini kinawafanya wao wawe tofauti na wewe? Na ukweli ni kwamba wana formula bora zaidi kuliko yako, na njia unayoipita sio, lakini tatizo lako ni masikio tu ndo umeyakondesha. Yakuze masikio yako ili upate kusikia nini wanachokifanya na kukielewa, basi utatajirika ise. Wana uelewa wa pesa ambao bado haujafikia wewe. Sikiliza kwa makini sasa. Acha kufuatilia pesa sana. Katika jamii ya kibepari, sheria za mchezo ni hizi: unalipwa kulingana na thamani unayoonekana nayo ama unayoonesha kwa watu, na watu wanayoiona thamani yako, hao ndio soko lako. Watumiaji wa uchumi wako ni hao. Soko ni wewe, marafiki zako, familia yako, majirani zako, nchi yako. Watu hulalamika kwamba wachezaji wa mpira wanalipwa pesa nyingi sana. Kwa nini lakini? Ili walipwe mamilioni, lazima kuwe na soko la mpira kwanza bro. Watu lazima waone thamani ya mpira ili watumie pesa kwenye mechi na bidhaa. Na kama soko lina mahitaji makubwa ya mpira, nini kinatokea? Wachezaji walio juu kabisa wanalipwa vizuri sana na wanakula nyama kabisa. Sio kuhusu kufanya kazi kwa bidii. Mfagiaji anayechoka kila siku analipwa kidogo kuliko mhasibu anayekaa mezani. Kwa nini? Kwa sababu soko linaona thamani ya kazi ya mhasibu na linaona thamani ya kazi ya mfagiaji kuwa ndogo. Kazi yake inaweza kufanywa na mtu yeyote, si ngumu kujifunza, hivyo hata lipwa zaidi ya mhasibu. Lakini hata hivyo, tulishajadili kwamba kazi haitakupeleka kwenye utajiri mkubwa kwa muda mfupi. Hivyo basi, tunawezaje kuongeza thamani yetu? Ni nini kuhusu watu kama Elon Musk au Jeff Bezos kinachofanya thamani yao kuwa kubwa? Ni nini? Kama unataka pesa, tafuta matatizo. Ukichunguza kauli hii, sio kwenda kuvutia matatizo ije, lakini kuchunguza wapi ilipo ili kuitatua. Utaona karibu pesa zote zinatokana na msingi huu wa kutatua matatizo. Bro, hii ni siri. Na ukipuuzia shauri yako. Kama kitu kinatatua tatizo, pesa zitatupwa kwenye kile kitu. Kama ni tatizo la milioni, suluhisho litakulipa milioni.
Kama ni tatizo la bilioni, suluhisho litakulipa bilioni. Fikiria matatizo yote ambayo Amazon imeyatatua: usumbufu wa kwenda dukani, kusubiri muda mrefu wa delivery, bei nafuu. Jeff Bezos alitatua tatizo la bilioni na akalipwa mabilioni pasavyo. Kama unamchukia shauri yako. Kama umekuwa ukifuatilia pesa, unakuwa ukifanya vibaya sana bro. Badilika. Inaonekana kama kinyume, kama siko ndo nilitakiwa kusema. Lakini kama unataka pesa, si pesa unazotakiwa kutafuta. Unatakiwa kutafuta matatizo yako wapi, na zaidi, suluhisho la matatizo hayo ni nini. Na ukishapata suluhisho, jenga biashara juu yake. Hivyo basi, ndivyo inavyotakiwa kukua. Tatua matatizo na pesa zitakuja bro. Sasa unajiuliza, inamaanisha natakiwa kuunda Amazon nyingine ili niwe tajiri? Au Facebook au Google? Unanitania Hata sijui kodi zao, wala sijui nitaanzia wapi. Sina hata pesa za kuanzisha kitu kikubwa hivyo. Mbona sikuelewi wewe? Mimi ndo nashangaa sana. Unaenda ama unarudi tena nyuma kwenye mifumo ya zamani ya kufikiri bro. Anza na tatizo. Kila mara anza na tatizo. Sikiliza, Amazon sio tatizo tena. Facebook sio tatizo tena. Nataka usikilize soko linalokuzunguka. Watu wanasema nini hawapendi? Watu wanasema wanatamani nini kingekuwepo? Watu wanasema nini kinawakatisha tamaa? Watu wanasema wanafikiri nini ni muhimu sana. Sasa kama una uwezo wa kutatua, si utatue. Hilo si tatizo unaloweza kulitatua. Na pia je, hilo ni tatizo linalostahili kutatuliwa? Kama kweli unaliweza, hatua ya mwisho ya huu mlingano wa utajiri ni kupata suluhisho linaloweza kupanuka kwa tatizo. Lakini hapa naongea na wale watu wanaotaka kuwa mabilionea, na sio watu wanaotaka kuwa baba za kula tu na kulala. Suluhisho lako linahitaji kuathiri idadi kubwa ya watu. Mfano, kuanzisha mgahawa wa kisasa. Sasa hivi tunahangaika na migahawa zaidi sana Afrika. Migahawa michafu, migahawa yeleweki, migahawa yenye bei ambazo hazihitajiki hata kusema mbele ya watu. Migahawa ambazo zina ukubwa wa bei, mfinyo wa chakula, watu wanaponda hela na washibi aisee. Ukitatua tatizo hilo, nahisi kuna watu watakusogelea sana. Lakini fikiri kama bilionea, na ukiona somo hili haulielewi, basi bye bye. Yaani inamaanisha suluhisho lako linahitaji kuathiri idadi kubwa ya watu. Mfano, kuanzisha mgahawa wa kisasa. Hiyo si nyepesi. Umezuiliwa kwenye eneo la karibu na idadi ya watu wanaopita kwenye eneo hilo. Suluhisho lako ni kipande cha software. Basi hiyo inamaanisha mara tu hiyo software imejengwa, unaweza kupanua bila kikomo mtandaoni, bila kuhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu vitu kama uzalishaji au gharama za usafirishaji. Kwani yote si yanafanyika kidijitali? Bahati njema kupata utatuzi usio na kikomo. Jiulize, je, suluhisho lako linahitaji muda wako kuzalisha pesa? Tuseme ulikuwa mwalimu wa gym. Ulikuwa unachaji $100 kwa saa. Hongera. Umejitengenezea kazi nyingine iliyojificha kama biashara. Sasa kuna kiasi fulani cha masomo unayoweza kufanya kwa siku, na hayo mapato yako yamefungwa na muda. Lakini kama ungeunda darasa la gym mtandaoni linaloendeshwa 24/7 na masomo ambayo ungeyatunga pale ni mara moja tu na yanaendelea kufundishwa kila siku, watu wanajisomea. Sasa hilo linaitwa tatuzi lisilo na kikomo. Kupanua suluhisho lako ni muhimu sana, kwa hiyo usipotee kwenye hoja hii bro. Automation pia ina jukumu muhimu. Mifumo na michakato itaifanya biashara yako iende kama mashini. Tena iende kama mashini laini ikiwa imetelekezwa vizuri. Kama kuna kitu kwenye biashara yako unachoweza kukikabidhi kwa mtu mwingine au kuajiri mfanyakazi akufanyie, ukidhani kifedha italeta maana kufanya hivyo, basi fanya. Ukijipatia kazi ya kufanya kila kitu mwenyewe ni jambo baya sana. Maana kadri unavyoweza kufikiri wewe ndiye bora na kuna mtu huko nje anayeweza kufanya kazi bora zaidi kuliko wewe, basi unaharibu. Maskini tu ndo ana akili kama hiyo ya kujirindikizia kila kitu, kila kazi na kufa mapema. Mara baada ya kupata suluhisho, ni kazi yako kuhakikisha suluhisho hilo linaweza kufikiwa na kila mtu katika soko lako. Sio kupika unapika wewe, kutafuta hela unatafuta wewe, unaumia kidonda unajitibu wewe, kila kitu ni wewe. Sawa, bye bye. Mara baada ya kupata suluhisho, ni kazi yako kuhakikisha suluhisho hilo linaweza kufikiwa na kila mtu katika soko lako bro. Sio kuhusu ego yako na sio kuhusu kile unachokipenda. Soko alihitaji pension yako. Sasa kwa kuwa una biashara yako yenye faida ikiendeshwa na mifumo na michakato sahihi, ni wakati wako sasa wa kuendelea na kuvuna ulichokipanda. Tunasema ni muda wa kuvuna ulichokipanda. Kuna njia mbili zinazowezekana utakazokutana nazo katika hatua hii baada ya kufanya biashara yako. Ni kuendelea na biashara yako au unachukua fedha na kuuza biashara hiyo. Huu ni wakati ambao utachukua suluhisho uliotumia miaka kulijenga, unaliuza na kuchukua fedha. Mtu mwingine anaruka na hiyo. Ndo ile ya Instagram kununuliwa na Facebook kwa bilioni 1.
ndo ile ya PayPal kuuzwa na eBay bilioni 1, ambapo milioni 165 zilienda moja kwa moja kwenye mfuko wa Elon Musk. Hapa ndipo juhudi zote ulizoziweka katika kujenga kampuni yako zinafika kwenye matunda sasa. Kuna watu wanauza makampuni ya unashangaa. Yeye hapendi kampuni, anapenda pesa. Hapa ndipo juhudi zote ulizoziweka, mfuko unaanza kumeremeta. Na kama unachagua kuendelea kuendesha biashara yako, ni vizuri. Kuna sababu nyingi za wewe kutaka kufanya hivyo, sio kukurupuka tu. Sababu ya kwanza, labda unaipenda kampuni hiyo ulioijenga na unataka kubaki nayo kama mtoto wako. Sababu ya pili, labda unafikiri unaweza kuongeza thamani zaidi kwa kampuni na kuiuza baadaye kwa zaidi ya thamani yake ya kisasa. Labda biashara hiyo inaendeshwa pasipo wewe kwa nyuma, wewe unapokea pesa, hivyo uhitaji kufanya mengi kuona magurudumu ya mtu yakizunguka hetio niuzie. Lakini isipokuwa sababu hizi, usikurupuke. Huwezi kuendesha kampuni kwa miaka 60 na ukasema bado inaendelea tu vizuri. Ndio hile ya Coca-Cola kubaki kwenye jina. Au labda ni mchanganyiko wa mambo haya matatu yafanye, lakini isipokuwa uza kampuni hiyo iendelee na wewe hubaki na pesa zako. Sasa kwa vyovyote vile umefanikiwa. Ulitatua tatizo ambalo soko lilitaka kutatuliwa na likakulipa vizuri kwa kufanya hivyo. Na sasa nakuuliza, yote haya yalikuwa kwa ajili gani na kwa nini ulitafuta fedha? Kwa wengi wenu haikuwa kuhusu pesa. Pesa ni karatasi tu, namba kwenye skrini. Thamani yake inaungwa mkono tu na imani yetu kwa thamani yake tangu mwanzo. Hii haikuwa kuhusu pesa. Somo hili ni uhuru uliokuwa unautafuta. Lengo lako halikuwa chochote kinachohusiana na pesa, ilikuwa ni hisia, hali, uwezo wa kufanya unachotaka wakati wowote unapotaka, bila kuwahi kulazimika kuwa na maulizo mengi ya kujiuliza, hivi inaweza kumudu hili? Nimetumia likizo zangu zote za mwaka au bado zinabaki zingine kwenye kazi ya watu hapo? Nitailipaje kodi mimi? Nitawezaje kuishi kwa pension yangu? Ndoto gani zitalazimika kuachwa kwa sababu siwezi kumudu kuzifuatilia? Ndo sababu watu tunatafuta pesa. Ili kama ni kwenye swala la kumudu jambo, tulimudu straight to the point. Kama ni swala la kwenda likizo, tukitaka tunafanya mwaka mzima likizo nyumbani kwetu. Kama ni swala la kulipia kodi, tukitaka tunalipia kodi miaka 2. Kama ni swala la kuishi kwa pension, tunaishi milele. Ndoto gani zinazotakiwa kuachwa? Hakuna hata moja. Bro, somo muhimu hapa zaidi kutoka kwenye video hii halikuwa kuhusu asili ya pesa. Lilikuwa kuhusu rasilimali moja yenye thamani tulionayo sote, ambayo ni muda. Rasilimali moja ambayo hatutaweza kuipata tena, ambayo ni muda. Ni kutoa sehemu kubwa ya muda wako kwenye kazi ambayo pengine huipendi. Jiulize, je, ina thamani kazi hii? Au je, maisha yako yamejikita kwenye kufanya kazi, kurudi nyumbani, kuangalia televisheni, kulala, kuamka siku inayofuata, kurudia mzunguko huo huo hadi utakapostaafu? Ni saa ngapi zaidi za maisha yako unazohitaji zisipotee kwa sababu ya mfumo huu? Ama ni saa ngapi zaidi za maisha yako unazohitaji zipotee kwa sababu ya mfumo huu? Au labda uko sawa na uhalisia huu, labda huna chaguo jingine isipokuwa kufuata njia hiyo hiyo kwa muda huu. Na kama hiyo ndio hali yako, basi hakuna kitu cha kuwa na wasiwasi nacho, maana ukiwa hivyo, yani kitu kikubwa zaidi unachopata kutoka kwenye video hii ni burudani kidogo na labda mabadiliko ya mtazamo huu tu. Lakini kuna wale miongoni mwenu wanaoelewa upande mwingine, wale miongoni mwenu wenye hamu ya kutowahi kuhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu pesa tena. Kimbizaneni na matatizo na fuateni suluhisho za matatizo hayo. Huu ndio mlango ambao pesa zote hupatikana. Nimemwaga mambo mengi madogo madogo kwenye video hii. Mada ya biashara, pesa, ujasiriamali ni pana sana kwangu kuweza kuzifunika kwenye video moja kama hii. Lakini kama unataka kuanza safari hii ya maisha, kitabu cha Dennis Mpagaze kiitwacho Mbinu Alizotumia Yesu Kutoboa ndicho kilinivutia sana mpaka kuunda video hii. Basi kisome, kitakusaidia sana. Na pia ni muhimu kurudi kwenye hoja ya awali, ni kwamba watu wengi hawatafanikiwa kwa sababu mbalimbali, lakini sehemu muhimu zaidi ni focus. Focus ni lengo linalolenga haraka na kuendelea kwenye kitu ambacho kinakufaa, ambacho unakifuata. Na nitamaliza haya yote kwa ujumbe ule ule ambao nimeurudia mara nyingi kwenye video hii. Acha kukimbizana sana na pesa. Wazungu wanasema stop chasing money, na anza kukimbizana na suluhisho za matatizo. Anza kwa kufata suluhisho za matatizo. Acha kukimbizana na pesa bro. Hey, umefika mwisho wa video hii na asante sana kwa kutazama, lakini usiondoke bado. Nataka kuchukua muda kusema asante sana kwa kutazama hadi mwisho. Vitu hivi vinachukua usiku mzima bila kulala kufanya utafiti, kuandika, kurekodi na kuhariri. Hivyo huwezi kufikiria ni kwa kiasi gani ninathamini msaada wako. Kama kweli umefurahia video hii, basi usione bonyeza kitufe cha like, na kama hujaipenda bonyeza dislike mara 2 kuhakikisha tu, na toa comment chini na unijulishe kwa nini.
Mission yangu kwenye chaneli hii ya AEGC Speaker ni kukumwagia ukweli ya maisha, ili kesho uache kuitwa trash, uanze kuitwa man. Basi kama unahitaji kusikia mengi, bonyeza kitufe cha subscribe. Hakikisha notification zako zote zimewashwa. Lakini kwa yote hayo yaliyosemwa, natumaini una siku njema iliyobaki. Kama kawaida, marafiki zangu, mkono kichwani, salute. Tumieni hekima tu, mtanielewa. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume, na hii ni AEGC Speaker, na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.